Mitandaoni ni makubwa kuliko yale ambayo sisi tunayaona. Jamani, mambo yamekuwa mengi watu wanalilia mapenzi, watu wanalilia kusalitiwa jamani, mambo yamekuwa mazito. Mimi nikaona hebu tumtafute mama yetu Maimartha tuzungumze naye. Kumbuke leo tuko hapa Yaram na tumekuja kuangalia nguo, lakini pia umbea lazima upigwe kidogo. Mama, kweli umeyasikia ya Cute Mena? Nimeyasikia. Baadhi nimeambiwa kwa ushahidi. Mambo ushahidi. Kwa bahati nzuri pia Mungu ni mwaminifu. Nimempata mpaka moja kati ya watu ambao walikuwepo eneo la tukio. Kwa hiyo haya mambo yapo, yanazungumzwa, ni ukweli, yametokea na mimi naamini kila kitu kinachotokea nakuta ni mipango ya Mwenyezi Mungu. Ndio. Na kufumaniwa pia walifumaniwa. Ndio. Hivi hichi ambacho kinaendelea sasa hivi kwa namna moja au nyingine kwenye jicho lako ukitazama, si udhalilishaji kweli? Kwa sababu zile sauti kuna namna kama aliyehusika kurekodi sio Cute Mena mwenyewe. Ndio. Mimi ninavyoona kwa haraka kwanza, wanawake inabidi kuwa makini sana. Kwanza lazima tujue tunaanzisha mahusiano na mwanaume wa aina gani. Na pili pia lazima tuangalie mikakati yetu na mipango yetu ni ipi. Kwa sababu inasemekana baada ya Cute Mena kuanzisha mahusiano na yule kijana Cute Mena awali alikuwa anaishi na mtoto wake. Kwa hiyo baada ya kuanzisha mahusiano naye akaamua mtoto wake amrudishe kwao Ubungo. Sasa sijajua ni kwa muda mfupi au la. Sasa ukijaribu kuangalia binti mrembo anayejielewa kama Cute Mena kwa rika lile tu tayari amrudishe mtoto wake nyumbani, tayari unaona kuna shida kidogo. Wanawake na waasa nawapenda sana mabinti wadogo zangu, lakini na waasa hakikisheni mnalea watoto wenu wenyewe. Kwa sababu uwezo wanao Cute Mena. Kwa hiyo unaweza ukahisi kabisa amepata mwanaume wa aina gani. Mwanaume anayekupenda lazima ampende na mtoto wako. Mwanaume anayekupenda lazima apende na ndugu zako. Ajali, akusitiri. Sio mnaongea wawili alafu sauti tunakuja kuzipata huku kina Mai TV, kina Maimartha. Kiukweli inashangaza. Na tunaweza tukasema kwamba yule kaka anamdhalilisha au amemdhalilisha Cute Mena. Kabisa tukisema hivyo. Hatuwezi kusema wanafanya kiki pia. Hapana, ile sio kiki. Kwa jinsi ambavyo nimehaso kuipata mpaka ikanifikia. Ile sio kiki. Au kuna namna anatafuta maarufu zaidi. Inasemekana yule Mr. Code ni kijana mzuri tu, kijana smart. Lakini kuna wakati kulikuwa kuna mgagasiko kwenye penzi lake na Cute Mena. Kwa hiyo ule ulikuwa ni ugomvi kabisa. Sio masahara. Ndio. Kumbe ulikuwa ugomvi kabisa. Ndio, na tena yule kijana alikuwa akitoka kwa Cute Mena anaenda kwa yule Salome ambaye ametajwa kwenye ile voice. Anaenda kwa Salome na Cute Mena alikuwa anampeleka yule kaka kwa girlfriend wake huyo Salome. Anamshusha nje. Akimshusha nje, Cute Mena anaendelea na mambo yake. Yule kijana anaingia ndani. Kwa anampeleka yeye mwenyewe. Ndio maana akawa anauliza kwamba jamani, kwa mimi ninakupeleka kote huko mpaka kwa Salome, kwa mimi sikupendi. Jamani, mapenzi ya kumpeleka mwanamke kwa mwanaume wako kwa mwanamke, mapenzi ya kumpeleka mwanaume wako kwa mwanamke wake. Moja hiyo. Cute Mena mbona anaenda speed sana? Na huyo Salome sasa inasemekana yeye ndio aliowafumania. Salome ndio aliwafumania? Ndio aliowafumania. Kwa sababu kijana bado aliendelea kurudi kwa Salome akimtaka radhi na kumwambia kwamba naomba tuendelee na mahusiano yetu. Na Salome akakubali kwa namna fulani. Kwa hiyo siku hiyo ambayo ni jana asubuhi saa 4:30, kwanza saa 2 yule kijana akaenda kwa Salome. Saa 4 hivi kasoro Salome naye akatoka akaenda kwa yule kijana. Kufika nje ndo akakuta viatu. Kuuliza anaambiwa hayupo. Akasema hivi viatu mbona alivaa? Alikuja ndani chumba cha kwanza, cha pili, cha tatu. Anamkuta kuna kitu. Kumbe kakutwa ndani ofisini, chumbani. Yule kaka ofisini kwake ndo nyumbani kwake.
Jamani, mapenzi matamu. Asubuhi na kimvua kinanyesha. Huku Mbeya tunasolola bie, huku yeye. Kumbe sisi tulikuwa tunataka kumwombea msamaha, mambo yaishe, anamdhalilisha. Kumbe wenyewe bado penzi paja. Tia neno umeaibika. Na inasemekana siku ile ambayo ndio jana asubuhi walienda kusovu mambo yao. Kwa hiyo tusimlaumu sana au tusiwalaumu sana. Mimi naamini ni mipango ya Mungu. Na hata yule Salome aliyowafumania, tangu asubuhi nilikuwa nimekaa najiuliza, nasema kwa umri wake ni kitendo cha kuogofya sana. Hata Kiutimena na yule kaka Mr. Kodi wanatakiwa watafakari. Ni kitendo cha kutisha sana. Watu wale mambo wanajificha. Watu wanajifungia milango, watu wanajificha. Wanajifunika mashuka. Kirahisi tu anaingia Salome anawakuta. Kijana ndo anashuka. Anaenda kujistiri. Anaanza kubishana na Salome. Na unaambiwa wakati anabishana na Salome yule kijana, yule Salome alianza kutaka kama vile kuwarekodi. Yule kijana ikabidi amfuate Salome, amshike ili mambo yasiende mbali. Kiutimena wakati yule kijana anabishana na Salome, Kiutimena sasa na yeye ndo akaanza kuwarekodi yule kijana na Salome. Yakafika mahali kelele, majirani wakatoka, watu wakajaa kidogo. Watu kujaa, akaitwa kaka huyo Salome. Kuitwa kaka wa Salome, lengo kila mtu afute video. Alipofika kaka wa Salome, jamani, haya basi yule Mr. Kodi akasema jamani, katurekodi huyu. Haya kaka yake Salome akasema basi wote leteni simu. Salome naye akasema mena katurekodi wakati huyu kaka ananikataza nisirekodi. Kwa zikachukuliwa simu zote, iPhone tena zote, wakadelete mama kwenye video, wakaenda kwanza mpaka kwenye delete recently, zikadeletiwa. Wambea tukabaki haya ushahidi tumuko. Lakini angekuwa mambo ya kutisha, aibu. Haya mambo jamani, mpaka mimi nasimka. Hebu tueni makini. Kama wadogo zangu wa kiume mmeamua kuwa na mwanamke, kuwa na mwanamke mmoja. Kuwa na mwanamke mmoja. Nawe mwanamke, Kiutimena, cheza kwa step my dear. Mimi nakutakia kila laheri. Mimi ni moja kati ya watu ambao nampenda sana Kiutimena, kuzingatia hali yake kabisa. Mwenyezi Mungu amfanyie wepesi. Tena inasemekana hizi habari, inasemekana baada ya jana pale kuonwa, ikasemekana hana ujauzito kwa sababu hata tumbo lake. Imekuwaje tena, mbona ghafla? Kwambea za uhakika hizi. Nasikia ujauzito katoa baada ya kupigana, imeharibika. Tumbo lake limeonekana. Wewe ugopa kuonekana wewe. Mama msubiri kwanza. Wewe kuonekana unakujua. Umeharibika wakati wa ugomvi itakuwa. Unakujua kuonekana. Kuonekana kunatisha jamani. Kwa hiyo Mungu atufanyie wepesi. Inaweza kama imeharibika lakini. Hapana. Kaonekana. Kwa zile ziko story tu. Sijui lakini kaonekana jana bana. Lakini si ndio vile ambayo ndio baba Kijacho. Mimi smart way. Naomba niwaambie Kiutimena. Hakuna binadamu aliyekamilika. Ndio. Hakuna mwanamke aliyekamilika. Ndio. Mpaka hapa tulipofika, ameteleza kidogo tu. Arudi kwenye mstari. Yeye ni binti mzuri, balozi mzuri, wanamtegemea wafanya biashara, akivaa anapendeza yule binti kabisa. Ana sura nzuri. Kiutimena bado uko sawa, rudi kwenye mstari vizuri. Mimi sitotaka nikuone ukisononeka. Rudi kwenye mstari vizuri, usishindane na mwanaume. Sio kwa sababu yeye kafanya hivi basi na wewe rudi kwenye mstari. Mimi nakuamini Kiutimena, you are more than this. Penda mtoto wako, kamchukua Ubungo kule, rudi naye, kaa naye nyumbani kwako Mbezi. Mimi nimalize hapo kwa Kiutimena kwanza. Sawa, nikeko ndani mtakuja kunitoa, mna shida. Inasemekana wenyewe sasa hao wa Mbeya wanasema kuna kiongozi ama kuna mtu mmoja mzito ndio anayetoka na Kiutimena. Kwa hiyo Kiutimena akaona yule mtu hafai kweli kwenda kutoka na mshona nguo. Kiutimena mtu mzito jamani. Ana watu wazito tunasikia.
sijui na watu wake sijui ni nini. Au mimi tu naomba nikwambie kitu uko hata mimi haya niliyozungumza nimeyazungumza kwa heshima na taadhima. Kitimena mtu mzito kabisa, anajielewa, amefanya mengi yenye heshima kuwakilisha mabinti wenzake. Kwa hiyo mbali ya yote Kitimena ni mtu ambaye anaheshimika na heshima yake bado haijaharibika, kwa sababu aliyeona hayo mambo ni mmoja tu. Sisi wengine tunafanya kwa hadithiwa ndio. Sawa. Mimi nikutoe huko, nataka nikulete huku kwingine. Kwa dada yetu bana, kama ulivyosema kwamba mjini kuna mengi. Ndio. Mengi yanaendelea. Ndio. Jana bana tumeona ile kauli ya Alikiba kule TikTok anasema kwamba kuna mjusi kafiri alisema kwamba wasanii ni kenge. Kwa hiyo ajiandae, na tunakumbuka kwamba siku za nyuma Diamond kwenye kampeni alisha kusema kwamba wasanii wote ni kenge, hakuna anayemzidi kibongo bongo. Baba Levo jana akasema pia kwamba Alikiba ni kama ana force tena beef na Diamond, kwa sababu Diamond ameshamwacha mbali sana. Akasema dada yetu pia tukufikishie hii ilikaje. Kwa hiyo Alikiba akaishiwa kiasi kwamba ana force tena beef na Diamond. Kwanza kwa uungwana kabisa mkubwa na heshima zao wote wawili, kwa sababu kuwa Alikiba sio mchezo na kuwa Diamond Platnumz sio mchezo. Kwanza kabisa mimi niwapongeze. Sio mchezo kuwa Alikiba au Diamond, lakini pia Alikiba atabaki kuwa Alikiba, Diamond atabaki kuwa Diamond. Na tumeshaona watu hawa wawili kukaa na kuelewana haiwezekani, kwa sababu kila mtu ana misimamo yake. Hebu angalia ndani ya wiki mbili hizi Diamond ametoa I'm so happy, si katoa wimbo gani yeye na Juksi, si katoa Zuchu, lakini Alikiba kamoja tu, moja tu, na hiyo ataenda nao huenda hata miezi 3 4. Hawa ni mpaka tuende harusini turudi. Hawa ni watu wawili tofauti. Kwa hiyo hawawezi kukaa wakaelewana kabisa. Utundu wa Diamond alionao sio sawa na Alikiba. Alikiba ana utundu wake. Hata kushika kichwa, atakushika bega, atashuka na wewe mpaka mguuni, atacheza na wewe, atarudi hapa. Lakini Diamond atakubinua sarakasi, utarudi huko. Lakini mwisho wa siku wale watu wako tofauti. Na tunaweza tukasema Diamond anaitembelea vizuri tu nyota Alikiba. Kwa maana ipi? Anaitembelea kwa maana anaitembelea vizuri tu nyota Alikiba, kama Alikiba naye anaitembelea vizuri tu kiki ya Diamond Platnumz. Naweza nikawa naona sawa, lakini mjue wale wawili tabia zao wote sawa. Mimi nimeshawahi kwenda Kigoma, wale hata Kigoma mtaa wanaotoka ni mtaa mmoja, yaani wamepishana nyumba 3. Ni mtaa mmoja, wale tabia zao wote sawa, kasoro matendo yao hasa kimuziki wanapishana kidogo. Ukijaribu kuchunguza, kuna baadhi ya wanawake wamekuwa na uhusiano na Alikiba na wao pia wameenda kuwa na uhusiano na Diamond kabisa. Kuna wafanyabiashara wamefanya kazi na Alikiba na hao wafanyabiashara wameenda kufanya kazi na Diamond. Ni kweli. Wale watu hawapishani sana. Ni vile kila mtu ana hulka yake. Sawa, tumemaliza na hilo la Alikiba na Diamond. Mimi nataka turudi huku bwana, huku ambapo sisi tunaumia. Dada yetu, mimi naweza nikasema mama yetu. Kweli waimbaji wa Injili siku hizi wamekuwa nao wanatupiana maneno mitandaoni. Hii mbaya hii. Kuna namna fulani hivi inatufanya sisi ambao tunapenda nyimbo zao tunaanza kutetereka sasa. Tukiangalia huku, mimi naweza nikasema ni mama yangu au bibi yangu Upendo Nkone, anasema aliniambia nitakuua, mimi ni mtu mbaya. Alafu tunakuja huku kwa mama yangu Martha Mwipaja wa Jina Wako, anasema mimi nataka uniambie wapi nilisema nitakuua. Nataka tushughulikiane kisheria. Kuna namna wanatuchanganya sisi mashabiki. Kuna namna wanatuchanganya sisi ambao tunapata nafasi ya kuabudu kupitia nyimbo zao. Nena jambo kwenye hili Mimi ninachokiona kwa haraka hawa wanaojiita walokole ni kama sisi tu, ni vile kuna mambo wanayaficha. Kwa sababu kama kusali tunasali wote,
asubuhi, mchana, jioni. Kabla hatujaanza safari tunasali. Kwa hiyo kuna vitu tu wanajificha, lakini wao ni binadamu kama binadamu wengine. na mpaka tunayaona haya, maana sio hayo tu. Kuna maswala kina Rose Shaboka na Nick Shaboka, kuna kina Martha Mwaipaja. Hii inatuonyesha wazi kwamba wale nao binadamu, kuna time wanakosea, kuna time wanateleza, kuna time wanachimbiana biti, kuna time wanaweza wakasigana, kuna time wanaweza wakaelewana, kuna time wanaweza wakaachana. Kwa hiyo tusishtushwe sana na mambo yao, na wao ni binadamu. Tusiumie sana. Lakini kuna namna waturudisha nyuma. Unajua, tukitazama kweli watu tulioamini wameokoka kabisa, wanamjua Yesu na Mungu pamoja, kweli wao ndio kutupiana maneno kama haya mitandaoni. Ukumbuke kulikuwa kuna ile scenario ambayo ilimkuta Martha Mwaipaja ya kuzungumziwa kuwa alikuwa akigombana na mama yake nini na nini, na hii imekuja tena. Kuna namna kama kuna picha mbaya tunaitengeneza hapa kwa Martha. Hata kwenye neno la dini kwenye Biblia tuliambiwa tufuate yale matendo yao mema, maneno yao mema yatakayotukuza sisi, na sio matendo yao yasiyofaa. Kwa hiyo sisi tubaki na yale mema yao, kwa sababu narudia tena, wale nao pia ni binadamu. Na sio hayo tu, tutayaona mengi. Juzi tumemwona yule mwanamuziki amefariki, Irene Robert. Kisa chake kinasikitisha. Yule naye alikuwa mlokole, na aliyekuwa anaishi naye pale hotelini pia ni mlokole mwenzie. Kwa hiyo tutayaona mengi. Nadhani ni wakati tu wa kuwaombea na wao. Kuna wakati na wao dunia inawaelemea. Tuwakumbuke kwenye sala zetu. Kwa kweli, kwa kweli. Pengine kwenye haya yanayoendelea, hatuoni kama Upendo Nkone na ukubwa wake kuna namna anajishusha? Ukisema hivyo tunaweza tukasema labda Martha Mwaipaja naye pia kuna namna anajishusha. Wale wamegombana kweli kweli kwa takriban miaka 9. Nasikia miaka 9 hawaongeleshani, aombani maji, aombani chumvi, yani wakipigiana simu ni zabiti na kadhalika. Hata wakikutana njiani unapita kushoto au kulia, tunaona kwamba kumbe na wao ni binadamu. Sio kwamba mlokole basi ndo wagombani afanyeje, ila ni waasi tu. Ifike mahali bendera ambazo unazipeperusha ni kubwa, wafuasi ni wengi, kwa hiyo wajue njia wanazopita zinatakiwa ziwe zilizonyooka. Hakukuwa na umuhimu wa kwenda kwenye mitandao ya kijamii kwanza kunyoosheana vidole. Jamani, sisi tupo, yaani mkifanya sisi tupo, tutawatafuta na tutapeleka. Yaani kabisa kabisa, bila msalie mtume kabisa. Kwa hiyo wajue tu zile bendera wanazopeperusha sio za kitoto. Hapo kwenye hiyo hakukuwa na umuhimu wa kupeperusha bendera kwenye mitandao ya kile ambacho kimezungumzwa. Tukija kwenye scenario ya hili swala lilipoanzia, tunaanza kwa mama yangu Lilian Mwasha. Alikuwa akifanya interview na Upendo Nkone na akapata nafasi ya kumuuliza. Upendo alisita kuliongelea, lakini alisema acha nilizungumzie kwa sababu umeniuliza, ndipo alilijibu. Kulikuwa kuna umuhimu wa Martha kuingiza chochote kile ambacho kinahusu kuto kuzungumza kwao? Labda kulikuwa kuna uwezekano wa kuliacha hili likapita na hata watu wasilijaji. Ukizungumzia sisi wa Mbeya usingelizungumzia kabisa yani. Mama Upendo, nikimaanisha Upendo Nkone, hakuanza juzi kumzungumzia Martha Mwaipaja. Okay. Alianza kwenye tamasha wiki ile ambayo mama Martha alitoka kulalamika. Wiki ile Upendo Nkone wakiwa stage na Christina Shusho akatupa maneno Christina Shusho, Upendo Nkone yani kama vile akayanafikia hayo maneno kwamba kwa hiyo hajaanza leo. Kwa hiyo hata alivyozungumza hapa juzi ulikuwa ni mwendelezo. Na kuzungumza jambo sio vibaya. Vibaya kusahau tu kwamba we ni nani kwenye jamii. Jamani, matusi yapo, maneno maovu yapo, mbona sisi hatuongei? Kwani sisi tumekamilika sana? Ni vile tunajua bendera ambayo tunaipeperusha kwenye jamii. Sawa. Ndio. Pengine nini hasa kifanyike? Kwa sababu tukiwatazama ni viongozi wa dini,
wanatusimamia kwenye dini zetu, si ndio? Lakini pia sisi tunawafuata kile ambacho wao wanakiimba. Wengi wetu huwa tunapenda kusikiliza sana nyimbo zao za Injili kwa sababu zinatuburudisha, lakini pia zinatufanya tunaabudu, ambao sisi ni wagumu kuingia kanisani, maana tupogo hivyo wengine. Kidogo na jambo kwenye hili ambalo linaendelea, maana kuna namna nimeona hadi Joan kaingilia kati, anasema mamangu, mzidi kwa pesa, humzidi kwa magari, humzidi kwa chochote zaidi, na zaidi unachomzidi ni umri tu. Maana Joan naye kaingilia hilo swala la kufanya kwa sasa kwa Upendo Nkone na Martha Mwaipaja, kila mtu ashike time yake. Tumechoka jamani, visa vya Yesu sisi hatutaki. Tumechoka visa vya Yesu hatutaki, ashasulubiwa, kafufuka, kapaa, basi imetosha. Hatutaki tena. Tunataka mambo mazuri kutoka kwao. Ndiyo. Kama zilivyo nyimbo zao. Ndio. Kabla kutoka kutuli kwenye familia ya Shaboka, sasa kuna mambo mazito sana. Kila TikTok na mitandao ya kijamii, story ni kwamba Shaboka na mume wake ambaye hatujui kama kweli wameachana. Stories zilizopo ni kwamba wameachana, lakini tumeona mume wake amesema kwamba hajawahi kuzungumza popote kwamba ndoa yake haiko tena. Martha wa GSM ni mama wa kutafuta evidence. Ndio. Story ya Shaboka na Nikki ipoje kwenye kuachana kwao, lakini pia kama wameachana, kinachoendelea kwenye mitandao ya kijamii unakionaje, hususan kwa Nikki ambaye amekuwa mtu wa kuwajibu mashabiki kwa chochote kile watakachokiongea kumhusu yeye na mkewe? Kwa mahusiano na haya yanayoendelea kuhusiana na Rose Shaboka na kaka yetu Nikki Shaboka, kwanza mimi ninachokiona kwa haraka ndugu yetu kaka yetu wa kiroho Nick lazima ajue nafasi yake. Yale jua we ni nani kwenye jamii. Ulituahidi kwamba wewe utakuwa nani mbele yetu. Kumbuka hilo, kwa sababu bado tunamheshimu, bado tunaamini fulani. Kitendo cha kuanza kujibishana na watu, kuongea matusi, kuzungumza maneno kwenye comments, maneno yasiyofaa, kiukweli sio nidhamu, kwa sababu tuna imani juu yake bado na tunamuona Rose Shaboka yeye amekuwa ni mtu mwenye busara ya hali ya juu. Kuna kitu tunajifunza pale, kitu tunajifunza. Ukaribu tunaona hawapo, mwingine yuko bara, mwingine yuko pwani. Na kwa bahati nzuri nilipata nafasi ya kuzungumza na Rose. Alizungumza kama vile ambavyo alipaswa kuzungumza. Lakini kiukweli kila mtu ana macho, kila mtu anaona. Mmoja ana kanisa Dodoma, mmoja ana kanisa hapa Dar. Tamasha linafanyika, watu wote tunaona, tuna macho, na kila mtu anaenda kwenye tamasha lake. Kwa hiyo na nimeona mahali Facebook kuna mtu anazungumza hivi na hivi. No. Watanzania tuna macho, yaani mkiachana sisi tunaona, mkirudiana sisi wenyewe tutasema mmerudiana sasa hivi Rose Shaboka na Nikki Shaboka. Yaani msitubabaishe kwa maneno ya hapa na pale ya uongo. Bora hata Madam Rose aliyenyamaza. Lakini Nick, we have seen this. Yaani tuache. Tumeshaona kama mpo kwenye mahusiano. Tuache. Kurudiana ni dhambi? Sio dhambi. Kwa nini kumekuwa na mkanganyiko? Sina uhakika, lakini yule mwanamke kiboko. Rose kiboko. Wewe ni mtu wa Rose, anasali sana. Asemi lolote. Mwanamke wa hivyo ogopa. Mashtaka yake yote yanakuwa kwa ndo Nikki ndifanya. Tuombe. Mashtaka yake yote yanakuwa kwa Mungu, yani moja kwa moja. Tuombe. Ile kapo ilikuwa nzuri sana. Unajua mama mchungaji, baba mchungaji, kuna namna hata watoto nao wanakuwa hapo kwenye mikono salama, au unaonaje? Hata sasa watoto wako kwenye mikono salama. Nahisi kwa aina ya mama kama yule, hata sasa watoto wako kwenye mikono salama. Lakini yanayoendelea kiukweli yanasikitisha mno, yanasikitisha sana. Na naomba tuishie hapa. Kama mtumishi na kuendelea kuwajibu mashabiki, yani wana Instagram huko, wana Facebook, kwamba akiona tu comment anakuwa mwepesi wa kureply bila kujali ile nafasi aliyonayo. Kuna lolote pengine ambalo unaweza kumshauri kama mdogo wako?
Ule muda wa kujibishana na mashabiki yeye Nick Shaboka angeutumia kuchati na mkewe, wakaeka mambo sawa. That's true. Yeah. Wakaeka mambo sawa, hakuna kinachoshindikana chini ya jua. Kama awali walipendana na nini na sisi hatusubiri unajua sasa hivi maisha yamebadilika. Sisi tunaona. Yaani sisi hatusubiri wewe nani kaka Niki Pastor Niki usimame utuambie bwana, sisi wenyewe tunaona. Tuna macho yetu. Tena yako mawili. Tunaona. Alafu ukiongeza na ya nje tunaona vizuri sana. Na mimi naomba unielezee pia hili. Niliona Baba Levo juzi jana niko na interview. Alisema kwamba kuna baadhi ya wasanii hawatakiwi kabisa kushindana na Diamond kwa sababu hata level zao bado ni ndogo. Wanakutana wote kwenye kuomba pesa. Na wakishapata pesa utaona mbokombo gani na nini wameenda kuwatoa wapenzi wao. Moja kwa moja wananchi wakamlenga Harmonize kwamba yeye na Baba Levo wanakuta wote pale kwa Mzenji. Ndio. Kweli kwamba unaweza mishiwa kama omba kiasi hicho. Hakuna msanii asiyeomba. Diamond anaomba, Alikiba anaomba, Baba Levo mwenyewe anaomba, Harmonize anaomba, Mario anaomba, mimi mwenyewe naomba, huenda na wewe pia unaomba. Hakuna mtu ambaye haombi. Inategemea tu anawasiliana na nani na amekutana na nani. Kwa hiyo jambo la kuomba kwa alilosema Mheshimiwa Baba Levo ni maneno tu ya kutupiana kama yalivyo maneno mengine. Unajua Baba Levo naye pia ni mtu wa utani, ni mtu mzuri, lakini wakati mwingine lazima ajue anazungumza nini. Kumsimanga mwenzako anapokwenda kuomba sio jambo zuri, lakini trust me, Diamond hakuna mtu anaomba kama Diamond Platnumz. Diamond anaomba, niomba siwezi kukueleza. Anaomba mno. Bora Alikiba unajua na kiburi fulani hivi. Lakini Diamond anaomba mbaya. Wewe unadhani Marozi yamekaaje pale? Wewe unaambiwa kuna gari moja la kifahari pale jina sio lake. Kweli? Mama sema kweli. Mimi na upendo, mimi nampenda Diamond Platnumz. Najua. Tunapofikia kwenye masuala ya kuzungumza ukweli, tunaongea tu. Diamond wewe ile Wasafi yenyewe anayoimiliki pale yeye ana share tu. Ina mwenyewe. Sasa sikaomba wewe. Japo kuomba sio vibaya. Kuomba sio jambo baya, kuomba ni jambo zuri tu. Kuomba inawezekana Tanzania katika wasanii ambao wanaongoza kwa kuomba Diamond anaongoza. Diamond ndo namba moja. Take it from me. Diamond anafuata Harmonize. Si unajua Harmonize anafuataga nyayo za Diamond. Akicheza hivi Diamond na yani Alikiba labda 4 hivi au 5. Alafu anafuatia sasa namba 3 Baba Levo mwenyewe. Take it from me. Basi hebu ipange hiyo list vizuri kwa wasanii ambao wanaongoza kwa. Twende tu kwenye 5 bora. 5 bora ya wasanii ambao wanaongoza kuomba. Wa kwanza ni Diamond Platnumz. Wa pili ni Harmonize. Wa 3 ni Baba Levo. Wa 4 twende na Mario. Wa 5 kwa haraka Alikiba. Wewe Mario, wewe uogopi? Show za Mario zote maagizo na hii FM wanasimamia. Anafanyaje kama haombi? Ana hela kulipa hii FM. Francis unamjua hela anayopokea event moja? Francis anataka mpunga wake mkubwa. Muziki wa stage kwanza za Francis Majizo unajua bei gani? Muziki wake unajua bei gani? Sasa unataka kuniambia Mario haombi? Mimi nataka tukitoka. Tafadhali jamani, kuomba sio dhambi. Tuishi na watu vizuri jamani. Kati ya kuomba na omba. Kuomba sawa, omba ndio hiyo moja. Omba. Hiyo moja. Sawa. Tukija kwenye kumaliza bwana, tunamaliza na hili. Mimi nilichokipenda ni baada ya kuona familia ya Diamond Platinum wakaona isiwe kesi. Kwa nini tusiende Kenya tukamwone Nasib Jayara? Anaitwa Nasib Jayara? NJ. Akaenda kuonwa Nasib Jayara. Baada ya kuonwa Nasibu tukamwona Tifa hapo. Tukamwona ndugu yetu yule mwingine jina lake nimemsahau, lakini nimependa bwana kuna namna wenyewe wamependana familia. Ila mbona kama sijamuona mtu mmoja? Nani? Zuchu. Kama mke wa kaka ilitakiwa watoto wakienda kutembeleana na Zuchu naye awepo kama mama, lakini Zuchu ni ngumu tena kuwa karibu na ile familia. Kwa nini? Ni ngumu tena kuwa karibu na ile familia
watakutana tu kwa mara moja tap, wataongea kidogo, labda watastap nini, wakimaliza kila mtu ataondoka. Ni ngumu tena, imeshashindikana. Imeshindikana kabisa Zuchu kuwa karibu na ile familia. Mwenyezi Mungu awafanyie wepesi tu. Unajua kwenye mambo kama haya sio mambo ya kuwashabikia sana imeshindikana kabisa wakiwa nyumbani au kwenye occasions tofauti. Imekuwa ngumu sana. Kwanza tayari Zuchu alikwisha pigwa marufuku kuwa pamoja na wale watoto. Nakumbuka kuna wakati Zuchu alikuwa yeye ndo anawaenda wale watoto. Na yeye ndo alikuwa anawapeleka out. Ndio nakumbuka video zilikuwa nyingi. Tayari marufuku ilimfikia. Ndio maana kwa sasa marufuku. Alipigwa marufuku. Akaambiwa marufuku kutembea, kuwa karibu na hawa watoto. Inasemekana sababu zipo nyingi. Mvutano wake tayari tulishazungumza. Kutokana na maneno ya hapa na pale, Zuchu alihisi kwamba pia ndugu sasa wataniingizia kitumbua changu mchanga. Sasa ndugu wenyewe wakasema tafadhali. Ndio. Na mpaka sasa hivi yapata karibu mwaka wa pili sasa tangu aondolewe kwenye ile ghorofa, bado aliingia siku moja akala keki nje, gari kabaki na nguruma, akatolewa hapo haraka akarudi kwenye gari akawa na walinzi. Lakini Diamond bado anatumia gari ya Zuchu hiyo. Anatumia sana, tunamuona. Sema gari ya Diamond. Alinunulia Zuchu yake. Sawa, lakini sema gari ya Diamond. Na uhakika ilikuwa na namba yake na jina lake. Tukitoka hapo wewe muulize Lavalava. Subiri kwanza mama. Tukiacha na swala la Lavalava la kununuliwa gari alafu jina likaandikwa Diamond. Ilikuwa ibaki kidogo. Ilimkute hapo kwenye ile swala la Zuchu kupigwa full stop. Kama tunakumbuka mwaka jana kwenye ili sakata lililopata kutokea nchini kwetu, ndugu zetu walitoka wakaenda nje ya nchi na walipiga picha na video walirekodi wakiwa sehemu moja. Alianza Madangote akaiposti, siku 2-3 naye akaja Zuchu akaiposti. Yaani kuna namna kama walitaka kutuonyesha hawakuwa pamoja. Hivi uone hapa kama kuna kamchezo fulani hivi tunachezewa hawa watu wanazungumza. Hapana, hamna mchezo. Kama nilivyozungumza, sipindishi. Na wakati nazungumza haya jamani, nawakumbusha sisi ni binadamu. Tuwaombee kwa Mwenyezi Mungu, tuwaombee Mwenyezi Mungu afanyie wepesi. Unapoombea wenzako heri, na wewe inakurudi heri. Tuwaombee, na sio kwamba wanapenda, imetokea. Nikiwakumbusha Zuchu na familia ya Mama Dangote walikuwa marafiki mtiki na mtaka. Wanavaa nguo pamoja, mitandio sare, hereni sare, wanaenda kukopa kwa masonara pamoja, wanaenda kukopa sehemu za maperfume pamoja, yani nare. Lakini leo hii ukiona hawaelewani, tusiwatakie vibaya, tuwaombee. Ni kweli. Hapo kwenye swala tukiona hawaelewani tusiwatakie vibaya, tuombe. Kama tunakumbuka vizuri, pia nataka nikukumbushe leo tuje na stori za zamani. Kuna mmoja kuna mtu aliwahi kusema tukitazama ndugu yetu Esma alikuwa karibu sana na Zuchu kipindi kile ambacho Zuchu hajatambulishwa kama mke wa Diamond. Na kipindi hicho Esma anatembea na Harmonize. Ushakumbuka? Lakini ghafla tu ushoga umehamia kwa Tanasha. Ushoga umehamia kwa Tanasha. Yaani tukitazama mawifi wote ambao waliwahi kupita kwa Diamond, Esma hajawahi kujiweka pembeni nao. Wote walikuwa nao urafiki wa karibu, picha nyingi, kila siku maposti, lakini kwa Zuchu imekuwa tofauti. Ama Esma naye kapigwa full stop. Au ni kutokana na hii sakata la mwanae pia kuambiwa Skype. Nimekwambia wamepishana hawa. Na kwa sasa Tanasha amekuwa kama ndio fimbo ya kumtetea Zuchu. Jamani. Kwa hiyo nafasi ya kuwaombea narudia tena tunayo. Mwenyezi Mungu afanyie wepesi. Naamini Zuchu roho inamkereketa vipi? Esma roho inamkereketa vipi? Kwa hiyo mwisho wa siku tuwaombee tu, tuwatakie kila la heri. Ndio. Lakini mimi nimependa kauli ya Diamond bwana. Alisema hatuachani. Ulisikia? Nilisikia, lakini ikanikumbusha kipindi yuko Nazari. Alizungumza akiachana Nazari atatembea kwa magoti hapa na wapi.
Alafu ikawaje? Kwa hakuna chochote kilichotokea, wakaachana na maisha yakaendelea, akatuletea wengine na wengine. Kwa hiyo na kila siku tukatambulishwa wapya. Ndio, ni kaka zetu hawa, ni wadogo zetu hawa, kwa hiyo vijana hawa. Kwa hiyo hapa na pale, haba na haba tunawaacha. Sawa. Nataka tumalizie na hili bwana. Ndio. Kitu ambacho mimi nimekipenda pia ni kusikia Ricardo Momo karudiana na mkewe Nono mwenye anajiita Mrs. Ricardo. Ndio. Ila hichi hapa nimejiuliza pia inakuwaje? Kwa sababu kama tunakumbuka juzi ilikuwa birthday ya Mama Malaika tulimwona Mama Malaika kapostiwa, alafu maneno matamu kweli aliandika pale. Momo hongera bwana, aliandika shemeji yangu Momo, mpenzi wangu, mke wangu Malaika, maneno mengi mazuri aliandika. Ina maana Momo kamrudia mkewe na yule mkubwa na huyu mdogo, kwa maana Momo sasa hivi ana wake wawili. Hakuna kitu na furahi kama kuona waliogombana wanapatana, wamerudiana. Mashallah, jambo jema mno. Mimi kwanza Malaika nimpongeze mno mdogo wangu yule, nimpongeze sana. Hakuna mtu ambaye amepewa crown kwa sababu ya kubadilisha wanaume. Mwanaume mshazaa naye, unaenda wapi tena? Malaika cute huyo mume Ricardo, shemeji yangu Ricardo, nawe nakupongeza sana. Nino nilimuona na niliwahi kuposti habari yake, anaonekana kurudiana kwa Mama Malaika na Ricardo kulimuuma. Kaona amekataa, taki mimi tena sio mke wa Ricardo, si nini. No, Nino, we bado mdogo, mrembo, na ujue kabisa umeolewa na kijana wa Kiislamu. Ndoa za matala kawaida, dini imemkaa vizuri shemeji yangu Ricardo, mashallah. Kwa hiyo kaeni muyaenzi mapenzi yenu. Mke mkubwa umemuona Nino, na we mdogo, mumpende mume wenu. Ricardo mtu smart sana. Sawa. Zungumza nao jambo. Jamani, mupendane. Wapendane, mupendane. Ila ukiwenza unaujua. Mapenzi ni majani, popote uchanua. Yameotea kwao. Jamani, mupendane. Wafanyaje? Mupendane. Mimi niseme asante sana. Shukrani, karibuni sana.